kuna muda tunaishi vyovyote, lakini Mungu hapendezwi na kuishi vyovyote. Mungu anapendezwa na sisi kuishi maisha ya kumpendeza yeye. Haleluya! Sasa tunaishije? Kwa namna gani? Jinsi ya kuishi maisha ya kumpendeza Mungu ni kushika maelekezo yake na amri zake. Jinsi ya kuishi maisha ya kumpendeza Mungu ni kushika maelekezo yake na amri zake. Yaani Mungu ameelekeza nini? Ameamuru nini? Amen. Ameelekeza nini na ameamuru nini? Kwa mfano, ameelekeza nini? Kuna uchumi, maana yake kuna maelekezo. Ameelekeza nini kwenye afya? Maana yake yako maelekezo. Ameelekeza nini kuna mambo ya familia? Ameelekeza nini kuishi ndani ya jamii? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ndivyo maana ya kuishi kwa kumpendeza nani? Mungu. Kwa hiyo ili tufikie malengo, ili tufanikishwe na yeye, ili tutoke kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine, lazima tukubali kuishi ndani ya maelekezo yake Mungu na amri zake Mungu. Halo. Kuwepo kanisani ni kitu kimoja. Kuishi kwa utaratibu ni kitu kingine. Sawa? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo sisi tulio wa Kristo na tumekubali kuishi kwake, lazima tukubali kuishi kwa nini? Kwa utaratibu, kwa maelekezo yake, kwa miongozo yake. Kwa mfano, unataka kufanya biashara, si kuna maelekezo ya kimungu? Kuna hiyo biashara, si ndio? Amri ambazo alituachia, alisemaje? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako, kwa nguvu zako, kwa akili zako, kwa pesa zako au mali zako. Hiyo ndio amri ya nani? Ya Mungu ya kwanza, alituambia Bwana Yesu. Amri ya pili, mpende jirani yako kama nafsi yako, si ndio? Wawezaje kusema unampenda Mungu wakati unamchukia nani? Jirani yako. Kwa hiyo kinachowakwamisha watu wengi kuna maisha pamoja na Mungu ni ile hali tu ya mtu kutofuata ule utaratibu ambao Mungu ameuweka. Mungu ana mafanikio kwenye kila idara. Mungu ana mafanikio kwenye kila mahali. Kuna kitu unatakiwa ujiulize. Fedha na dhahabu ni mali ya nani? Sisi tunataka tumfurahishe ili atubariki. Sisi tunataka tutembee kwenye njia zake ili tukutane naye. Sasa kama una hasira, kama una kiburi, kama una jeuri, maana yake Mungu hatakubariki, ila atakufundisha ubadilike ili akubariki. Kwa wanaohitajika kufundishwa wabadilike ili awabariki ni wengi kuliko wanaosubiri kubarikiwa. Haleluya. Hakuna upako, hakuna maombi ya kuleta hela kwa mtu ambaye hajabadilika.
Bwana Yesu apewe sifa. Unajua watu hawataki tena. Nasema hivi, sitaki ni wadanganye. Nataka niwaambie ukweli. Hakuna